Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu, ni siku nyingine tena ambayo ametupa nafasi na kibali cha kumtumikia kwa ajili ya kutangaza habari zake njema za ufalme. Na sasa ni wakati ambao tunaenda kutangaza habari njema za ufalme kule Msigani, na Bwana tunamsihi anaenda kuwa pamoja na sisi, na tunaamini Bwana anakwenda kuokoa watu, anakwenda kufungua watu, anakwenda kurejesha, anakwenda kuinua, kubariki watu. Tunaamini hilo, maana Mungu wetu tunamtumikia ni Mungu mwenye uweza, ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Ni Mungu anayeponya, anayeokoa, anayefungua, anayerejesha na anayeinua. Kwa hiyo Mungu awabariki sana sana sana, na nyinyi mnazidi kufuatilia mitandao yetu, mzidi kufuatilia, na Mungu awabariki sana. Mzidi kualika na wengine, Mungu atazidi kuwabariki mno mno mno. Usiache kulike, kushare, kusubscribe ili na wengine wapate habari njema za ufalme. Kizuri kula na mwenzako, kizuri kula na mwenzako. Niwatie moyo vijana wenzangu, niwatie moyo baba zangu, niwatie moyo mama zangu, niwatie moyo mabibi na mababu wote, niwatie moyo. Kama unakata tamaa, usikate tamaa. Njoo kwa Yesu, mpokee Yesu. Yesu atakuokoa. Yesu ataondoa hiyo hali ya kukata tamaa. Kama unajisi kurudi nyuma, wewe mpokee Yesu, atakupa hatua za kwenda mbele. Ataondoa hiyo hali ya kurudi nyuma na kukupa nguvu ya kwenda mbele. Kama wewe ni mgonjwa, ni mdhaifu, wewe mpokea Yesu, atakuponya. Kama wewe unaona una hali ambazo hauzielewi, Yesu atakurejeshea mambo yote. Kama ulipoteza, anarejesha. Kama unajihisi kufa, anakupa uzima. Yeye ni mzee wa kubadilisha zile changamoto zionekane ni jambo jema. Basi na Mungu akubariki sana sana sana. Sasa ndo tunaelekea kule Msigani. Kama unavyoona, tunamshukuru Mungu anazidi kuwa pamoja nasi, na tunaamini kama nilivyosema, anakwenda kuokoa, anakwenda kurejesha, anakwenda kubariki, anakwenda kufungua, na nguvu za Mungu zitazidi kuwa za kutosha. Amina. Kadiri siku zinavyozidi kwenda, na Mungu anazidi kuokoa sana sana sana, kwa maana ni mapenzi yake yeye watu wote waokolewe. Hivyo tunaamini Mungu anakwenda kuokoa sana. Amen. Eneo la husika, hapa ndipo Msigani. Eneo la husika tunakwenda kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu na watu wapate kuokolewa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa jinsi ambavyo umetulinda na unazidi kuwa pamoja nasi, na tunashukuru kwa maana kwa Mungu anakwenda kuokoa. Amen. Mungu awabariki sana. Shikamoo. Wapi? Unauliza kama nani amekuja na jirani yake hapa?
Haleluya. Watu wa Msigani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya makutano. Haleluya. Tunawaletea habari njema, habari za Kristo. Ni habari za huyu mwanaume Yesu aliyekufa akafufuka siku ya tatu, akafufuka na ushindi, akazika magonjwa katika lile kaburi, akazika mateso. Ndio ambaye tumekuletea jioni leo. Natamani nikualike ndugu yangu, baba yangu, kijana mwenzangu, mama yangu, dada yangu, ukatege sikio lako kwa muda mchache ambao utakuwa mahali hapa. Tumekuletea habari hizi, inawezekana umekuwa mara nyingi ukizisikia, lakini leo hatujaleta dini ya mtu, hatujaleta zebu la mtu, wala hatujaja kuwasema watu, bali tumekuja kumsema Kristo Yesu aliyekubali kufa kwa ajili ya mateso yako. Natamani utege sikio mahali popote ulipo ukasikia ambacho Mungu ametamani kusema na wewe jioni ya leo. Basi tuweke wakifu mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Mungu ishie milele, katia juu palipoinuka sana. Tazama ni wakati na saa nyingine Bwana, tumekuja mahali hapa Msigani kuja kukutangaza wewe Bwana. Tunatamani sisi Bwana tukapungue, bali wewe Bwana ukaongezeke. Mahali hapa Bwana tunakualika wewe na nguvu zako ukatembee na kufungua masikio ya watu wakasikia yale ambayo Bwana umekusudia kusema nao jioni leo. Kila roho inayoondoa usikivu ndani yao ninaziharibu na kuzinyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bwana, mahali hapa tunaweka wakifu kwa ajili ya kazi yako. Mahali hapa Bwana peka wakifu kwa ajili ya utumishi wako. Anza nasi Bwana, ukaseme na watu wako uliokusudia jioni leo. Ukafungue maisha yao, wale waliofungwa katika vifungo vya magonjwa, ukaonekana ukiponya magonjwa yao. Tunaarika nguvu zako Bwana zikatawale mahali hapa. Tunaachilia neema na kibali chako kikiendelea kufunika watu wako, hata watakaosimama Bwana kwa ajili ya kuzisema dhili zako. Naenda kamtumie kama chombo, mpake mafuta akanene sawa sawa na makusudi yako. Baba, katika jina lako Yesu Kristo tukiomba kwa jina la Bwana, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tuseme amen. Amen. Yema. Yema. Bado sijasikia. Yema. Haleluya. Basi ni wakati mwingine na saa nzuri iliyopata kibali machoni pa Mungu kuwepo imani mwake. Siona leo kuja kusema na watu hawa wa Msigani habari za Yesu Kristo. Popote ulipo kwa dakika chache, tunatamani utege sikio lako usikie ambacho Mungu amekusudia kusema na wewe jioni leo. Kwa dakika chache ambazo tutakuwa hapa, Mungu kuna kitu anataka kusema na wewe. Kuna kitu anataka kufanya kwenye maisha yako. Amini, kuna kitu Mungu anafanya jioni leo kwenye maisha yako. Inawezekana umezini vya kutosha, umekuwa mlevi vya kutosha, lakini Yesu yuko mahali hapa tunayemtangaza, anaweza kubadilisha maisha yako. Kwa natamani utege sikio lako kwa muda mchache usikie hizi habari ambazo Yesu amekusudia kusema na wewe. Basi kwa wakati huu nitamuomba mwenyekiti wa vijana aombe kwa ajili ya kumleta mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno ambalo Kristo amekusudia kusema na watu wake. Karibu mwenyekiti wa vijana uweze kuomba. Amen. Mungu wetu, katika jina la Yesu, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ndiwe Mungu uliyetuumba pia na sisi, na umetuleta hapa kama ulivyotuumba kwa kusudi lako, na sisi tumekuja kulitimiza kusudi lako. Mungu, katika jina la Yesu, umesema kwamba tuenendeni ulimwenguni mote tukahubiri Injili kwa kila kiumbe, kwake yeye aaminie na kubatizwa Mungu ataokoka. Baba, katika jina la Yesu ninakualika Mungu ukae pamoja na sisi mahali hapa, kama vile ulivyotoka pamoja na kina Petro, kina Paulo. Mungu wetu, udhihirike kuwa umetoka pamoja na sisi. Tunakuhitaji Mungu, gusa mioyo ya watu ambao Mungu imekuwa katika giza kubwa. Mungu, katika jina la Yesu uguse macho yao yapate kuona nuru yako ya ajabu. Mungu wetu, upate kuwaokoa walio gizani. Mungu wetu, mkini Msigani wamekaa katika giza kuu, lakini wewe ni nuru ing'arayo gizani, wala giza kama halikuiweza nuru. Mungu, katika jina la Yesu tunakualika ukatamalaki
viwanja hivi, tamalaki maeneo haya, tamalaki vyombo tunavyovitumia. Wewe Mungu, katika jina la Yesu, gusa masikio ya watu hawa, gusa mioyo ya watu hawa, gusa macho ya watu hawa, ili Mungu wapate kusikia na kuona, wapate kukuabudu na kukucha wewe Mungu wetu uliyewaumba wewe mwenyewe. Yumkini wanapotea katika njia kwa kutokujua au kwa kujua, lakini Mungu mwenye neema na rehema unawarejesha, kwa kuwa Bwana unawaacha wale 99 waliopotea kwa ajili ya kufuata mmoja, kwa ajili ya kufuata mmoja aliyepotea. Unawaacha 99 walio katika zizi kwa ajili ya kufuata mmoja aliyepotea. Kwa kuwa ni Mungu mwenye upendo mno, Mungu unayewapenda watu wa msigani. Tunakualika Bwana ukatamalaki, tunaliamini jina lako Mungu linafanya mambo ya ajabu. Njoo ukafanye pamoja na sisi Mungu, ni katika jina la jina yote, jina la Yesu, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama walivyokusha kutangulia wenzangu, tumekuletea habari njema. Wewe mtu wa msigani, tumekuletea habari njema za ufalme wa Mungu, habari nzuri sana ambazo ukizisikia wewe mwenyewe utafurahi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Basi fungue Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari wa 5, Biblia inasema, hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anasi kuhani mkuu na Kayafa pia, ndio, na Yohana na Iskanda na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Ndio, mstari wa 7, walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mnafanya haya? Ndio, mstari wa 8, ndipo Petro akajaa Roho Mtakatifu, ndio, akawaambia, enyi wakubwa, watu wa watu na wazee wa Israeli. Mstari wa 9, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, ndio, jinsi alivyoponywa, ndio, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha, ndio, na Mungu akamfufua katika wafu, ndio, kwa jina hilo mtu anasimama hali nzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililozalauliwa, ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, ndio, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu, ndio, walilopewa wanadamu, litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Amen. Petro na Yohana walikuwa wakienda hekaluni, wakamponya kiyote pale hekaluni. Alafu baada ya kumponya kiyote, Petro na Yohana wakaanza kuhubiri Injili, kama jinsi ambavyo tumekuja hapa kuhubiri Injili. Wakuu na watu wengine, ndugu zao na wakuu, wakawakamata wakina Petro wakawaweka ndani. Alafu asubuhi wakawekwa kikangoni, wakaulizwa, ni kwa nguvu za nani, ni kwa jina la nani ninyi mnatangaza habari njema za Yesu Kristo? Wakuu au mtu yeyote mwenye mamlaka anapoona mtu anafanya jambo fulani, huyo anataka kujua huyo mtu anafanya jambo akisapotiwa na nani, ili ajue kama anaweza kukandamiza huyo mtu, ili aweze kumsimamisha, kumsepisha asifanye hilo jambo ambalo analifanya. Na ndio maana wakuu wao wakauliza, kwa nguvu za nani na kwa jina la nani, yaani mamlaka ya nani mnatangaza hiyo Injili? Petro akasema hivi, kama yule mtu dhaifu
yule kiwete asingepona, tusingepata mamlaka ya kuzungumza. Ndio maana ya Petro alivyosema hivyo. Petro akawajibu direct akasema ya kwamba yule Yesu Kristo yule mliyemsulubisha akafa akazikwa, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akafufuka kwa mamlaka ya yule mtu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo ndio tunahubiri habari hizi njema. Na sisi tumekuja hapa, hatujakurupuka kutoka kwenye vitanda vyetu vya majumbani. Hatujakurupuka tuna njaa kuja kusema na wewe. Hapana, tumekuja kuzungumza nawe ni kwa sababu Yesu Kristo ametutuma hapa msigani tuwe kuzungumza habari zake njema. Amen. Haleluya. Haleluya. Na habari zake njema ndio hizi. Watu wakasema ya kwamba hakuna wokovu kwa yoyote, hakuna mwanadamu yoyote anayekolewa isipokuwa ni anamwamini Yesu Kristo pekee. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwamini Yesu Kristo anakuachia na ule ulevi. Unapomwamini Yesu Kristo anakuokoa. Hapa yule mtu dhaifu aliokolewa kutoka kwenye ugonjwa wa utoto. Na sisi tunakuletea, hatujakuletea jambo moja tu. Unapomwamini Yesu Kristo unaokolewa, unatolewa kwenye dhambi, unawekwa kwenye njia iliyo bora, njia inayopendeza Mungu wa mbinguni. Kama wewe ni mlevi, unaacha ulevi. Kama wewe ni mzinzi, unaacha uzinzi. Kama wewe ni mwizi, unaacha wizi. Kama wewe ni malaya, unaacha malaya. Kama unapenda sketi ovyo, unaziacha kuzipenda ovyo, unakuwa na mke mmoja tu. Haleluya. Haleluya. Na kama wewe ni mgonjwa, Yesu Kristo atakuacha, wewe anakuponya. Haleluya. Haleluya. Sitaki kuambia jambo moja. Yesu Kristo aliacha njia yake kule juu mbinguni. Akaangalia wanadamu akasema, wanadamu wanapotea. Ninawapenda hawa watu, ninawaonea huruma hawa watu. Sasa kwa nini wapotee? Naweza mimi nipo, ninaweza kuwaokoa. Akasema ya kwamba siwezi kuendelea kukaa huku mbinguni na wakati naona wanadamu wanapotea. Siwezi kuendelea kukaa huku mbinguni watu wanazini, wanapotea zaidi, wanapotea zaidi. Yesu akasema ya kwamba wacha nishuke huko duniani, nife kwa ajili yao, niteswe kwa ajili yao, na nizikwe kwa ajili yao, na siku ya tatu nipofike. Alafu sasa nikuambia, nikupe siri. Mwambie jirani yako, sikiliza siri hapa. Sikiliza siri hapa. Kama ulikuwa hujui, ndio nikuambie sasa. Yesu alipokuja ulimwenguni, akateswa, akazikwa, na siku ya tatu akafika. Alizikwa sasa, alizika uzinzi, akazika magonjwa, akazika ulevi, akazika ukahaba, akazika umalaya, akazika na kila takataka zote zilizopeleka Mungu. Alafu siku ya tatu alipofufuka, alifufuka na ushindi, alifufuka na uponyaji, alifufuka na utajiri, alifufuka na maisha matakatifu, alifufuka na maisha ya kupendeza Mungu. Sisi tunamwambia wanatawa, sisi tunamwambia mtu msigani, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Amen. Akitoa na njia ambazo akitoa Yesu nao, akitoa na uzinzi, akitoa Yesu nao, akitoa na ulevi, akitoa Yesu nao, akitoa na njia nzuri. Haleluya. Unaongea na sababu wetu kwenda mbinguni kama Kariakoo. Eti kwamba unaweza kupitia Goba ukasomozea Kariakoo. Au ukapanda kwenda Bagamoyo, ukaenda mpaka Arusha, ukapanda ndege ukaenda kule Chekee, ukashukia pale kusimama na mara, ukaenda Kariakoo. Sitaki kuambia wewe, mbinguni sio
Kariakoo. Usipoanza mbinguni na Kariakoo. Usipoanza mbinguni na mapepo pale. Sio hamna mbinguni moja tu. Yesu akasema kwamba mimi ndimi njia. Na uzima. Mungu aende kwa Baba. Mtu wa mbinguni isipokuwa kwa njia ya mimi. Amen. Yesu anakupenda mtu wa msigani. Yesu anakupenda mtu wa msigani. Anakupenda sana. Zaidi ya vile unafikiri. Anakupenda sana. Zaidi ya vile unavyowaza wewe. Anakupenda sana. Zaidi ya vile unavyojipenda. Kama ungekuwa unajipenda, usinge na unaanzia ambayo sio sahihi. Haleluya. Haleluya. Hata wafanya biashara Yesu hajawasahau. Yesu hajawasahau. Anawapenda pia. Ukimwamini Yesu anakupa hatua tele, anakupa hatua zaidi, anakupa hatua zaidi, na biashara yako inang'ara. Haleluya. Sikia nikwambie. Yes. Kuna wengine wanasema ati wewe hapa na unaona wakokaje wewe. Wengine wanasema eti wewe ukiwa kijana unawezaje kuishi maisha matakatifu? Sikiliza nikwambie. Unavyoona hapa, nimekuwa kama wewe. Unavyoona hapa, nimekuwa kama wewe. Sisi ni vijana, na damu yetu inachemkia kwa Yesu. Damu yetu inachemkia kwa Yesu. Tunapenda Yesu. Yesu anayetupenda. Ndio tukasema hizi habari nzuri, hizi habari njema tukiletea na wewe. Haleluya. Haleluya. Pokea Yesu leo. Tuambie Baba maisha yako. Pokea Yesu leo. Akupone njia mbovu. Akupone njia nzuri. Sikiliza nikwambie wewe ambaye unatafuta faraja ya vitu. Hiyo faraja ya uongo. Yesu leo kwa dawa kienyeji wakupe faraja. Sikiliza nikwambie, mganga wa kienyeji hana faraja ya kweli. Mganga wa kienyeji hana faraja ya kweli. Huyo mchawi unamtegemea hana faraja ya kweli. Yesu Kristo akasema amani niwapayo mimi, dunia haiwezi kuwapa ninyi. Amani inayotoka Yesu ni amani nzuri sana. Anatupa faraja ya kweli isiyokuwa na uongo, isiyokuwa na hila, isiyokuwa na mabaya. Tunasheka tele. Haleluya. Nakushauri kwa mshauri mzuri sana. Mpokee Yesu leo. Abadilishe maisha yako. Mpokee Yesu leo. Akusabsuru. Upendeze. Ufurahi. Uwe na baraka tele. Haleluya. Haleluya. Amen. Unasema kwamba mimi niko tayari kumpokea Yesu. Niko tayari kumpokea Yesu. Nimesikia habari za huyo Yesu. Nimezielewa, nimeziamini, na sasa nataka nimpokee Kristo Yesu. Hapo ulipo unaweza kunifuatisha maneno haya. Hapo ulipo unaweza kusema maneno haya. Hapo ulipo nifuatisha maneno haya. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru habari njema. Habari njema. Ninakushukuru. Ninakushukuru pendo lako. Mapendo yako. Nimesikia habari zako. Nimesikia habari. Nimesikia habari zako. Nimesikia habari. Nami nimezielewa. Nimezielewa. Nimeziamini. 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 Ninaamini kwamba. Ninaamini kwamba wewe Yesu Kristo. Wewe Yesu Kristo. Ulikuja ulimwenguni. Ulikuja ulimwenguni. Ukateswa. 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 Ukateswa, ukafa, ukazikwa, kwa siku ya tatu, ukafufuka. Nakupokea Yesu, Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu. Ninakataa maisha mabovu, ninakataa maisha ya dhambi, ninakataa maisha ya shetani. Ninakiri na kuamini ya kuwa Yesu Kristo ulikufa na siku ya tatu ukafufuka. Asante Yesu kwa wokovu wako. Asante Yesu kwa wokovu. Amen. Nitaomba na wewe ambaye umempokea Kristo
kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Tutaanza na wewe kwanza, alafu na mimi wengine hatutawasahau, tutawaombea pia. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ile roho ambayo uliniokoa. Asante kwa hiyo nafsi uliyoniokoa katika jina la Yesu Kristo. Mposa Mungu wetu, tunanikabidhi hizo nafsi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Tunakusihi Mungu wa miungu, tunakusihi Bwana mabwana, ile uweza wako na nguvu zako zikasikilia hizo nafsi, zikasikilia hizo roho, zisipotee katika jina la Yesu, bali zikaone lango lako, zikaone lango la kanisa, zikaone lango la kanisa, zikaingia lango la kanisa na kudumu katika kanisa katika jina la Yesu Kristo mzee hai, na kuzaa matunda na kukua na kuzaa matunda hata pale kutukuzwa kupoteza nafsi katika jina la Yesu Kristo. Na namkemea adui aliye apende kushindwa katika jina la Yesu. Kila mipango yake ya adui inayopanga hizo nafsi kuziirisha nyuma katika jina la Yesu, namkemea sasa, namkemea sasa, namkemea sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kupiga marafiki wangu na kupiga baraka za Bwana, ninaharibu kabisa na kuteketeza kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana naona kwamba mapenzi ya Bwana watu wote wanapenda kuokolewa katika jina la Yesu Kristo. Tena ikaona kwamba wasiona Bwana watapona kabisa toka mbinguni. Yeye Bwana atawapigia radi, hizo radi za Bwana zikapita kwenye kila namna za adui, zikapita kwenye mchawi, kwenye uganga, kwenye shirikina, kwenye ulezi, kwenye mizimu, kwenye kila namna ya adui anayopanga hizo nafsi zirudi nyuma katika jina la Yesu. Hazitarudi nyuma kamwe, hazitarudi nyuma kamwe katika jina la Yesu. Zitakuwa na kumpendeza Kristo Yesu na kuishi maisha matakatifu na kuzaa matunda kwa ajili ya Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Hata nyinyi wafanyabiashara, wacha tuwaombee wafanyabiashara, wacha tuwaombee wafanyabiashara, wacha tuwaombee wafanyabiashara. Neno la Mungu linasema ya kwamba ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Ampokee mwalimu kwa kuwa ni mwalimu atapata thawabu ya mwalimu. Ampokee mwinjilisti kwa kuwa ni mwinjilisti atapata thawabu ya mwinjilisti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, tunasimama kinyume na roho za kimauti kwenye maduka yote ya msigani. Katika jina la Yesu Kristo tunakemea wewe adui ulai, tunakemea wewe adui ulai, tunakemea wewe adui ulai katika jina la Yesu. Hizo roho za kimauti tunazisambaratisha kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaiarisi hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu ikapita kwenye maduka yote ya msigani. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inenea mema. Hiyo damu ya Yesu inenea mema, ikaharibu kimauleto, ikaharibu hizo roho mbaya, ikaharibu uzulumati, ikaharibu huyo wizi, ikaharibu huyo jamasi. Hiyo damu ya Yesu ikaharibu huyo dokosi katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, damu ya Yesu ikaachilie fadhili za Bwana. Damu ya Yesu ikaachilie wateja, damu ya Yesu ikaachilie wateja, damu ya Yesu ikaachilie wateja, ikaleta wateja kutoka kaskazini, kutoka mashariki, kutoka magharibi, hata kusini. Kwa kuwa maneno kaskazi taashia naye kusi sisiwe katika jina la Yesu. Naye kaskazini ya Asia, kusini ya Asia, magharibi ya Asia, mashariki ya Asia, leta wateja kwa damu ya Yesu, leta wateja kwa jina la Yesu. Biashara zikakua na kupiga hatua kwa jina la Yesu Kristo. Ili tuonekane ya kwamba mahali hapa msigani Bwana alifika kwa utukufu wa Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo tunakubariki, na wewe utapokea mahali hapa, hautatufukuza bali mtapokea kwa moyo wa upendo. Naye Bwana akubariki na upe hatua zaidi na zaidi, zaidi na zaidi, ukazae mazao, ukazae matawi kwa jina la Yesu Kristo, kama vile ambavyo Petro alimpa Yesu Kristo mtume naye akahubiri, na Yesu Kristo akatamka baraka kwa Petro, na sisi tunatamka baraka juu ya bocha hili katika jina la Yesu. Baraka za Bwana zikaibariki bocha hili, baraka za Bwana zikamiminiza bocha hili katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo yanafanyika na matawi kwa jina la Yesu. Hata zile biashara zinazofanyika
za basi hili zikastawi zaidi na zaidi, biashara zingine tofauti na basi hili zikastawi zaidi na zaidi katika jina la Yesu, kwa utukufu wa Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya thamani ya Yesu. Amen. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana 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 sana. Haleluya. Kwa wale ambao mnahitaji kufika kanisani kwetu, tunawakaribisha kanisani kwetu. Kanisa letu linaitwa Resi in Christ Church. Resi in Christ Church linapatikana mashamba ya jeshi, linapatikana mashamba ya jeshi pale Kaburi moja transformer. Ukishashuka transformer mkono wa kushoto kama unaelekea bwawani, ukishuka transformer mkono wa kushoto pale utaona kanisa, jengo jeupe lina msalaba. Karibuni sana 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 na Mungu awabariki. Mwingine anasema ya kwamba mimi nimesikia, lakini sasa yamkini naweza nikasahau maelekezo. Namba za simu zipo za kutufikia pale. Namba ya kwanza ya simu ni ya Tigo 0719 na kwa watumiaji wa namba za Vodacom 0758 kwa maombezi, kwa ushauri, kwa maelekezo namna ya kufika kanisani kwetu, wasiliana hizo namba, utapata msaada. Haleluya. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Makutano, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wa Msigani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni habari njema za Yesu Kristo ambazo zimewafikia jioni ya leo. Tupende kuchukua nafasi kuwashukuru watu wa Msigani waliotega sikio kwa ajili ya kusikiliza habari hizi. Basi kwa nafasi hii ninawashukuru sana kwa kutega masikio yenu, na tupende kuwaaga kwa sababu tutaondoka mahali hapa, tutarudi tena pale ambapo Mungu anatupa kibali kwa ajili ya kuja kuendeleza habari za Yesu Kristo. Basi kwa wakati huu nitamkaribisha mwasibu aweze kuomba kwa ajili ya kuilisha na kuliweka hili anga mikononi mwa Kristo. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunasema asante kwa ajili ya kibali cha kufika siku ya leo hapa Msigani. Tunasema asante kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu ambaye ametusaidia tumeweza kulinena lile neno ambalo ulitaka tulinene kwa ajili ya watu, ili waweze kukupokea wewe, ili waweze kutoka katika changamoto mbalimbali. Asante kwa kuwa ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi tunapohitimisha. Tunaomba Roho yako Mtakatifu aendelee kuwa nasi hata tutakapotoka, tuweze kutoka salama, na tunawakabidhi watu wote wa Msigani mikononi mwako. Uendelee kuwalinda, uendelee kuwasaidia wafanyabiashara wote, uendelee kuwasaidia, vipato vyao viendelee kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Amen. Amen.
Kwanza tunamshukuru Mungu. Mungu ameokoa. Naamini Mungu atazidi kuokoa zaidi na zaidi sana. Tumemwona Mungu kwa jinsi ya ajabu sana. Watu wamepokea neno la Bwana, wamepokea vizuri mno kwa moyo mkunjufu. Ninaamini kuna roho zitapokea. Ninaamini kuna roho zote zimeokoka. Na ninajua zile roho ambazo zimeokoka zitaenda makanisani. Japokuwa hazijajionyesha pale live, lakini zitaenda tu makanisani. Kwa maana Mungu anasema hakuna aliyemkimbilia akamtupa nje. Hivyo ninaamini tutaenda kanisani na Mungu atazidi kuwafungua, atazidi kuwafundisha njia njema, atazidi kuwafundisha njia yake kwa utukufu wake, ili wazidi kumtumikia pate utukufu. Amen.